Bismillahi, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin. Naam, ndugu zangu, ama baada ya salamu, maradhi yamekuwa mengi sana kwa hizi zama tulizopo. Maradhi yamekuwa mengi, changamoto zimekuwa nyingi. Naam, kadhalika maradhi haya yapo ya aina nyingi. Yapo maradhi ya kurithi na yapo maradhi ambayo siyo ya kurithi, ni ya kuambukiza. Kadhalika yapo maradhi ambayo siyo ya kuambukiza, lakini vile vile katika haya maradhi ya kurithi yapo yale ambayo yanatokana na vinasaba vilivyopo katika familia ama ukoo. Mathalan, vinasaba hivyo vitakuwepo katika huo ukoo au hiyo familia, lakini yale maradhi yanakuwa hayaibuki moja kwa moja katika mwili wa mmoja wapo wa huyo mtu au mwanaukoo au mwanafamilia. Itategemeana na mtindo wake wa maisha. Sasa leo hapa nataka kuzungumzia maradhi ya sukari au diabetic. Wengi sana katika ndugu zetu wanasumbuliwa na sukari, na sukari imekuwa ni maradhi ambayo yanasumbua sana ndugu zetu na jamii zetu kwa jumla, au diabetic. Sasa nataka nizungumze kitu kimoja, nisikilize kwa makini. Haya maradhi ya kisukari mara nyingi sana utakuta, au mara ya kwanza kabisa wanachoma sindano, napata zile dozi za sindano, lakini kadiri siku zinavyokwenda inafikia mahala kwamba sasa wanakufundisha kujichoma wewe mwenyewe sindano unapokuwa huko huko nyumbani. Lakini leo hii ndugu zangu, nina zawadi ambayo nataka niwape hapo hapo mlipo. Hii zawadi, na inshallah nyinyi nyote mtawapa na hii zawadi, baada ya kuwa mmeitumia hii zawadi, na maanisha dawa, biidhnillahil karimu, mnapona kabisa, na haya mambo yanakwisha, na mtu anaendelea na maisha yake ya kawaida kama alivyokuwa awali. Na vile vile baada ya kuwa umeitumia hii dawa ambayo nitawafahamisha hapo, baada ya kuwa umeitumia hii dawa siku ya kwanza, tuache siku ya pili, mabadiliko utayaona biidhnillahil karim. Na wala mimi sitohitaji chochote kwa yule atakayetumia, ila kitu ambacho nitakachoomba ni kitu kimoja, kwamba ikifika siku ya pili, naomba unitumie message fupi kwamba Ustadhi Abdul Azizi, nimetumia ile dawa, alhamdulillah, naendelea vizuri. Naliomba hilo kwenu nyinyi. Lakini vile vile kama utahitaji maelekezo yoyote zaidi ama kufahamu zaidi, basi tutatafutana katika namba ambazo zipo katika hii channel yetu inayokwenda kwa jina la Mwanazuoni Mbobezi. Na hii dawa yenyewe kama ifuatavyo, nisikilize kwa makini. Unachukua tunda zile za zambarau, nadhani zambarau ni maarufu zambarau zile, baada ya kuwa mtu ameitumia au wewe mwenyewe umeitumia ile tunda lile la zambarau, ukishatumia sasa ile kokwa yake ile, chukua zile kokwa zote zile, ziokote zote zile, kisha ziweke juani zikauke vizuri. Zikisha kuwa zimekauka, zimepigwa na jua barabara kabisa, kisha chukua hizo zambarau, zitwange, zisage, zipatikane ule unga wake. Tumeelewana vizuri Kokwa zile za zambarau ambazo zimekauka barabara kwa jua, zitwange, zisage vizuri, zipatikane ule unga wake, kisha uweka pembeni kwenye kibakuli ama kwenye kopo. Vile vile unachukua majani yale ya mlonge majani ya mlonge, ama kwa ndugu zetu wa mikoa ya kusini kule Masasi wanaita mnonje. Ni huo mti mmoja, tofauti ni majina tu. Sasa utachukua huu mlonge au utachukua huu mnonje, majani yake yale, pia vile vile yaliyokaushwa vizuri na jua, yani yaliyokauka na jua, kisha utayatwanga vizuri yale katika kinu mpaka upate ule unga laini. Ukishapata ule unga laini, vile vile utaweka kwenye kopo lake. Unachotakiwa kufanya, asubuhi, unapoamka asubuhi,
unachukua kijiko kile cha chakula, sawa unachukua kijiko kile cha chakula, kijiko cha wali kile cha chakula, unachota kijiko kimoja cha unga ule wa zambarau ile, unatia kwenye sufuria yako, na unachukua kijiko kimoja cha unga wa mnonje au mlonge, kijiko kimoja tu, kisha utakitia katika ile sufuria, utatia na maji ujazo ule wa kupata chai kama unayokunywa kwa siku. Chai kama ni vikombe viwili, kimoja utaweka pale, kisha utaichemsha. Uchemshwaji ule kama unavyochemsha chai. Kwa hiyo ukishaichemsha ile, utaichemsha vizuri kabisa, kisha utakunywa. Utatia kwenye kikombe chako, utakunywa asubuhi, sawa kadhalika utakunywa mchana, kadhalika utakunywa na jioni. Tumeelewana vizuri Baada ya kuwa umechemsha ule mchemsho wako kama unavyochemsha chai, utakunywa kikombe kimoja asubuhi, utakunywa kikombe kimoja mchana, utakunywa na kikombe kingine kimoja usiku kabla ya kulala. Biidhnillahil karim, ndani ya siku chache matokeo utayaona. Siku ya kwanza ukitumia, siku ya pili mabadiliko utayaona biidhnillahil karim. Ninachokuomba kitu kimoja, ikifika siku ya pili unitumie message. Namba zipo hapo katika channel yetu ya Mwanazuoni Mbobezi. Zipo hapo namba, lakini namba yangu ya Airtel na namba ya Halotel ndizo zinazopatikana WhatsApp, lakini zote zilizobakia zinapatikana vizuri. Siku ya pili na kuomba unitumie message kwamba Ustazi Abdullah Azizi, mimi nimeitumia ile dawa na namshukuru Mungu mabadiliko nimeyaona, au namshukuru Mungu kwamba naendelea vizuri. Au vile vile unaweza ukanitumia message kwamba nahitaji maelekezo zaidi kuhusiana na hii dawa. Naam, basi biidhnillahil karim, kwa mengineyo usisite kufuatilia channel yetu kwa darasa nyingine na majambo mengine insha Allah.